Shoga yangu, huyu mganga wa sasa hivi ni kiboko. Hatuwezi kufeli jambo letu hata siku hii. Ni gwiji la magwiji. Mwatanga, hata mganga ambaye tumeenda mara ya mwisho, si ulisema kwamba hakuna kitu ambacho kinamshinda? Nini kilitokea? Na kama huyo mganga mpya unasema kwamba ni gwiji wa magwiji, hata wewe pia rafiki yangu una matatizo mengi. Kwa nini hujakutana naye? Anataka hela ambayo hata nyote ndoto miaka 100 siwezi kumpa. Alafu na wewe vitu vyako unatakiwa usimwambie kila mtu. Kuna wakati siri hata isaidie kitu chochote kile Mwatanga. Tazama wewe umekuwa msiri kiasi gani? Angalia maisha ambayo unaishi sasa hivi. Si kwa sababu ya huo usiri wako. Ungeamua kuweka vitu wazi, ungeishia hapo ulipoishia sasa hivi. Sikatai, ndio usiri ni kitu kizuri sana kwenye haya maisha. Lakini unaangalia pia na wewe wa kutokumwambia siri yako. Usiri ndio kodi ya mafanikio. Huwezi jambo lako kumwambia kila mtu. Utafeli. Tunaenda lini sasa? Nani huyu? Ni wifi yangu, mdogo wake na Kanjua. Ndo anatuangalia vile. Ni kaba mmoja tu. Inaweza ikawa leo amekopwa kwenye biashara yake, kwa hasira zake anamalizia kwetu. Achana naye. Joto la hivi mimi nalipendaga. Kama niamie kwako. Mwatanga hapa. Majuto. Majuto. Nimefurahi kuona umenipigia. Natumani kila kitu kiko sawa. Simu umeipata wapi? Kakako Kanja alikuwa nayo. Kasahau kunirudishia. Angalau tunaenda kuhitimisha swala letu. Sasa nadhani kila kitu kitakuwa kiko sawa, ndio mama? Sasa hapa ninachofanya inabidi nihamishe. Ngoja kwanza. Kwani ukimwambia itakuwa ni mara ya kwanza wewe kumwambia? Hii yenyewe nilikuwa nathibitisha kwanza. Mambo ni siabanange. Sasa hapa ninachofanya najitumia na mimi kwangu. Ili kwangu ikifutika kwako ipo. Kwako ikifutika kwangu ipo. Yaani hana pa kutokea huyu mbwa. Tunamnyosha tu safari hii. Lakini kakako anatoka asubuhi anarudi usiku. Utaonana naye saa ngapi? Mama wewe. Oje ugaidi wewe. Yaani mimi namsubiri siku yake ya weekend na mimi ndo nakuja. Sitaki hata nimtumie kwenye simu kwanza. Nataka nionane naye face to face na mke wake pale akiwepo. Nataka nimuone yule mwanamke uso unavomshuka na huyo kaka yangu anavosikiliza matukio ya mke wake, nione jinsi gani anavochoka. Kwa mimi nitasubiria siku ambayo yupo nyumbani na mimi ndo nakuja. Namsikilizisha tu namna hii mama. Upo huku nawaangalia usoni. Yaani sitaki kucheka na kima safari hii. Mama, mimi nimetoka tu kwa mara moja. Nilipoona simu yako tu nikamwambia manager, natoka mara moja, nimepata dharura, ngoja nirudi na shift ya usiku mimi. Asante mwanangu. Ila nimefurahi. Umecheza kama pele shoga yangu. Tunza mambo haya. Muhimu, vitu vya muhimu ndio hivyo sasa.
Upo shogangu? Baadaye. Asante mwanangu. Kazi njema. Amina. Majuto, majuto, majuto. Majuto, roho inavuja damu. Nilikuwa nimekuletea juisi hapa. Kama utojali. Ni juisi sina muda na. Ana niwekee hapo. Tutakunywa baadaye. Na chakula nikuletee chakula? Hata chakula chote. Niwekee baadaye. Mbona unanijali sana? Au unataka kuniwekea sumu? Aha. Nilikuwa nakujali kwa sababu hii hapa. Sasa hii sababu nimeipata na imekamilika vizuri tu. Wewe na mtoto wako si mlikuwa mnalingia ushahidi? Hiki ndicho mlichokuwa mnalingia. Yaani nyie hamna akili hata kidogo. Mnalingia ushahidi alafu bado unabaki na ushahidi. Sasa ngoja nikwambie kitu. Huu ushahidi ninachoenda kuufanya sasa hivi, utakuja ukaamini. Nafuta kila kitu. Alafu tuone sasa mtabaki mna ushahidi gani? Yaani mlivyokuwa wazembe hata loki amuweki kwenye simu. Nyie mlibidi mcheze na watu ambao wanajua hivi vitu. Singetafuta hata watu wawape ubunifu basi. Unasogea wapi? Unamsogelea nani? Una nguvu hapo za kujikokota? Toka hapa. Aya. Tamba na huo ushahidi wenu. Tambeni. Nimefuta kila kitu. Kinachoenda kubaki, naenda kudili na huyo binti yako Hanifa. Nitakachomfanya amtoka mkaamini. Yaani wewe mmekaa hapa, afu kumbe ushahidi ulikuwa nao. Ila ulikuwa ujisikii tu kunikabidhi. Nilikwambiaje? Tena shukuru Mungu nimeupata kwa sababu nimetumia njia nyepesi sana. Kufuta tu na kukuacha. Hivi imagine ningefanya kitu ambacho nilikuwa nafikiria kukifanya. Unashanga vitu gani? Mlikuwa mnalingia nini? Si ushahidi? Haya, mmebaki na ushahidi. Mamake na Kanji. Na hii si juisi ambayo ulikuwa unaikataa kuinywa. Lia mama, lia, tena lia, omboleza. Usilie taratibu. Lia huku ukiomboleza mama. Omboleza. Mimi siwezi mpigie simu binti yako, umwambie nilichokufanyia. Kumbuka mtoto wako Kanji anaondoka hapa nyumbani jua halijachomoza, anarudi jua limezama, wewe umelala. Kwa hiyo hata kuonana kwenu bahati nasibu sana. Leo pumbavu hapa. Mama, chakula kidogo tumwekee na mume wangu. Kwenda huko. Hayo mapenzi yako albadili kupakatisha umati huko. Usiniletee mia. Wewe ule bwana wako wale. Chakula sikingi kimama. Alafu kwani shangazi na Aziza yuko wapi? Mbona hajikula?
Utawaweza sasa hivi? Wako juu kama povu la bia. Wakiingia amejifutika, wakitoka amejifutika chipsi. Ushangazi umenoga na udugu. Na watizama tu. Mama mwenzio kuna kitu nataka nikuulize. Leo mbona uko mpole mpole kama unataka kugombea ubunge vipi? Ni jambo zito. Jambo zito tena? Jambo gani? Nimefikiria. Kila nikikaa nimefikiria, nikasema mimi namuuliza mama wangu. Haiwezekani nifanye dukuduku, lazima niliulize. Sasa uniambie na wewe minyole kaa tambe nini? Basi umeanza hivyo nitakuwa sisemi mimi. Na usiseme kwani nimekulazimisha? Shangazi kaambiwa na za moto, bibi wewe mchawi. Hadija unasemaje? Bibi wewe mchawi. Jamani. Yamekuwa hayo tena jamani. Hivi Aziza anatafuta nini huyu mtoto? Yaani Aziza ndo kamwambia shangazi yake. Ndio. Kama mimi mchawi. Ndio. Namloga nani sasa? Namloga yeye? Namloga shangazi yake? Au namloga nani? Kwa hiyo Hadija mwanangu hayo maneno umeamini? Aka. Mimi hata sijaamini. Ndio maana nimefikiria nikasema ngoja nimuulize mama yangu. Je, mambo haya ya ukweli? Hadija, tufanye labda ndo mimi ndo mchawi kweli. Watoto wangu wawili nimewalea, mmekuwa mpo mpo. Baba yako yupo hayupo? Yupo. Hata kama kumuua ninamuua nani? Haya yeye mwenyewe shangazi yako yupo hayupo? Yupo. Sasa huyu Aziza mbona ananizulia balaa mimi, ninamuua nani? Huyu mtoto huyu. Hadija, na hiki chakula kimenitumbukia nyongo mwana. Hamnacho sina. Sio kipenzi chako lakini. Ningesema mia. Yamekukuta leo. Kipenzi chako unamteteaje? Sasa hivi tena ubobo wote muona uchungu. Hivi unajua Mwatanga alikuja? Mwatanga. Rafiki yangu. Mwatanga sio yule mweupe? Ndio huyo. Hivi yule yupo yule? Muda mrefu hatujaonana naye. Yupo, alipitia tu changamoto akawa yupo hapa mjini. Lakini sasa hivi yuko sawa. Amejaa tele. Kweli? Sasa mbona kaondoka ataje nisubiri? Yaani ilikuwa sio tu swala kusubiri. Malengo yake ilikuwa aje akae na sisi hapa wiki nzima. Ikawaje kaondoka? Baba, kilichotokea. Wewe acha tu. Mdogo kusuna mjua kwa visa. Hanifa. Kafanyaje? Amefika kamkuta mgeni yuko sebreni, basi hata salamu. Basi kama hata ameamua simsalimie mtu bora tu apite. Sikaanza kumjali Mwatanga. Anampandisha, anamshusha, anampandisha, anamshusha. Mimi nikasema au labda wanajuana, kuna sehemu umewe kukutana. Nashangaa Mwatanga ananiuliza. Kwani huyu nani? Mbona ananiangalia kama kinyesi? Ndio. Nataka kujibu huyu ifi yangu hata sijatoa sentensi bado. Hanifa si akadaki. Muulize huyo house girl uliokaa naye hapa. Yaani hapo house girl hapo anamaanisha nani? Mimi huyo baba. Wewe ndo house girl. Hilo swali unalouliza house girl anamaanisha nani? Mwatanga alimuuliza hivyo? Kuka kwambia house girl mbele ya Mwatanga. Mwatanga alimuuliza, "Unamaanisha nani house girl?" Akasema huyo uliokaa naye hapa. Maana ana majukumu, anatakiwa afanye usafi huko ndani, ahakikishe anaosha vyombo na anamhudumia mama. Si unaniona mimi nilivyokuwa mrembo, siwezi kuhangaika na hivyo vitu. Nilisikia aibu. Mwatanga kanambia mimi nilipanga nikae wiki lakini siwezi tena kuendelea kukaa huko ndani. Tampiga huyo nimuumize. Nikamwambia sawa, na ukiangalia Mwatanga na hasira za haraka, angempiga, wewe mwenyewe ungekasirika. Nikamwambia tu nenda shoga yangu. Unajua mimi kuna vitu sivielewi. Kwa nini unapenda sana kutuingilia sana kwenye maisha yetu? Mimi simuelewi mdogo wako. Kwa sababu leo unajua mchana alinipigia. Leo alinipigia simu nakumbuka, kanambia
kaka, nina ushahidi. Eti ana ushahidi, eti wewe eti ana ushahidi kwenye simu yake, wewe kuna miausho unafanya. Kwa hiyo kaniambia baba, mimi nina ushahidi ya mkeo, machafu yake yote anayofanya huko ndani. Nikamwambia haya sawa, unao nitumie nisikilize au nione, yani nione kama una video nizione hizi hapa, kule mke wangu hapa amezingwa, nitumie. Siwezi kukutumia hapa cha maana, inabidi mimi nije nikuonyeshe live kwenye simu. Nikamwambia sawa, mimi sema si unajua naingia kazini, kwa hiyo njoo weekend. Sasa mimi nilichokifanya nikampigia binamu wetu mmoja hivi, nikamwambia njoo. Kwa akija pale, siku nataka wakati natoa maamuzi yangu, baraki binamu anakuwa anaelewa kabisa kwamba mimi nimetoka, hata kwenye ukoo kwa maneno anakuwa yamepungua. Natamani hiyo siku ifike. Kwa sababu hata mimi mwenyewe ambaye anasema ana ushahidi wa ubaya wangu, natamani kujua ni ubaya wa aina gani. Basi ubaya mimi sinajua wanakufanya figiso tu. Unafikiri kuna lolote? Hamna lolote. Mimi najua tu wanakufanya figiso. Kama amesema weekend tutaweka kikao, kila kitu kitakuwa sawa. Okay. Unakula nini? Mimi hapa ndugu yangu labda mpishi. Niliwasha moto wa tamaa moyoni, nikaona pesa ni njia ya kufika juu, nikawasahau wale waliokuwa karibu, nikajenga dunia yangu kwenye uongo huu. Macho yangu yakapofuka, nikaona dhahabu kila